Okay. Fedha ni mtumwa mwema, lakini ni bwana mbaya. Ufahamu kuwa kitu pekee ambacho Mungu anakihitaji kwenye maisha yetu ni sisi tutumie muda wetu mwingi kumtumikia Mungu kuliko sisi kutumia muda mwingi kuitumikia fedha. Hicho ndicho kitu ambacho Mungu anakihitaji. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33, maandiko yanasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo Mungu anahitaji sisi tutumie muda mwingi kumtumikia yeye kuliko kutumia muda mwingi kutafuta fedha. Lakini ukweli ni kwamba tunahitaji fedha pia ili tuweze kujenga ufalme wa Mungu. Utakubaliana na mimi kwamba mtu mwenye nguvu ya kiuchumi anapomtumikia Mungu ataweza kumtumikia Mungu kwa nguvu zaidi kuliko mtu ambaye ana nguvu ndogo ya uchumi. Kwa hiyo fedha ni za muhimu sana na ni rasilimali muhimu sana tunapoenda kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tunazihitaji fedha na pia tunamhitaji Mungu. Sasa utawezaje kuweka mazingira mazuri ili uhakikishe haumkosei Mungu na ili uhakikishe pia ukosi fedha? Unachopaswa kufanya ni kitu kimoja. Unatakiwa kutengeneza mazingira ya kuifanya fedha yako ikutumikie. Yaani uitume fedha yako kwenda kutengeneza fedha, halafu wewe utumie muda mwingi kumtumikia Mungu. Manake tunachokifanya ni nini? You put money to work. You put money to work. Unakuwa na fedha yako, halafu unaipeleka sehemu ambapo ile fedha itakufanyia kazi kuleta fedha zingine, wakati wewe unatumia muda mwingi kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba usipoteze muda kuwa mtumwa wa fedha. Manake kuwa mtumwa wa fedha manake ni nini? Wewe unaishi maisha yako yote ni kutafuta fedha, na Mungu nampa muda kidogo sana. Muda mwingi unautumia kwa ajili ya kutafuta fedha, manake wewe unakuwa mtumwa wa fedha. Lakini kitu sahihi cha kufanya ni kwamba unapaswa kuifanya fedha yako ikutumikie. Unapaswa kuifanya fedha yako wewe ikutumikie. Manake chukua fedha yako ipeleke sehemu ambapo itafanya kazi, itazalisha faida, na hiyo faida ndio utakayoitumia kwa ajili ya kuendeshea maisha yako pamoja na mambo mengine. Dhana hiyo inawezekanaje? Inawezekana pale ambapo utaanza kujihusisha na uwekezaji. Kwani uwekezaji ni nini? Uwekezaji ni pale ambapo unachukua asilimia fulani ya fedha zako, halafu unaipeleka sehemu ambapo unaiweka fedha yako na inaanza kukua kidogo kidogo, inakuwa kidogo kidogo. Uwekezaji ni kama vile unavyochagua mbegu nzuri. Baada ya kuwa umevuna labda kwenye shamba lako, unachagua mbegu, unachagua mazao mazuri, unaandaa na kuwa mbegu, then msimu wa kulima unapofika unalima, kisha yale mazao mazuri uliyochagua ndiyo yanakuwa mbegu, unaenda kuzipanda, unasubiri zikue, halafu unavuna. Kwa hiyo investment is putting money to work for you. Manake fedha inafanya kazi ili kukuletea wewe faida. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa mwekezaji mzuri, ndivyo ambavyo unapunguza muda mrefu wa kufanya kazi. Kwa hiyo hata kama hujaanza kuwekeza sasa hivi, na hata kama ulikuwa hauwekezi, anza kuwekeza kidogo kidogo. Fanya hivyo kadiri muda unavyozidi kwenda, kadiri unavyozidi kuongezeka katika kuwekeza, utajikuta fedha inakufanyia kazi zaidi kuleta fedha kuliko ambavyo unatumia muda mwingi wewe kutafuta fedha. Na ule muda mwingi ambao ulikuwa unautumia kwa ajili ya kutafuta fedha, utauhamishia ule muda kwa ajili ya kumtafuta na kumtumikia Mungu. Kumbuka, fedha ukiitumikia inakufanya wewe kuwa mtumwa, ila fedha inakuwa bwana wako, manake itakuendesha. Lakini wewe ukiamua sasa kuifanya fedha ikutumikie, manake hapo ndipo ambapo utaona matokeo. Kwa hiyo ushauri wangu na maelekezo yangu ni kwamba hakikisha unaanza kuwekeza hata kama ni kidogo kidogo.